Panae, leo nimeanza siku kwa kuposti studio yangu. Ni studio ambayo ilikosti maisha yangu. Kama ulisahau na kama ukumbuki, basi rejea interview yangu ambazo nimefanya na vyombo vya habari. Nilisema wazi kabisa kwamba mimi nilitekwa baada ya kuchomeshwa na dalali ambaye nilimpa kazi ya kunitafutia nyumba, na mimi target yangu kuhama Kimara kwa Msuguri kuja Kimara Korogwe, nipate nyumba kali ya kisasa ambayo itakuwa na extra room ya mimi kuweza kuwa na ofisi ambayo nitaifanya kuwa studio kwa sababu ya mambo yangu ya betting. Kwa hiyo hiki ninachokiishi leo, studio mpya, kilikosi maisha yangu na kikapelekea mimi kutekwa 2024. Kwa hiyo it's not fluke wanangu. Sio fluke kwamba naenda na trend na nini, no man. Mimi ni mtu ambaye nilijua na niliona soko la betting kuwa lina miss nini na linatakiwa kuwa wapi miaka mitatu nyuma. Back then 2023 nampigia Taivina simu, oya toka Mwanza njoo Dar. Muuni anakaa store. Store. Nikisema store yani duka. Nyuma huko. Panya Mende, Muuni alikuwa analala huko Taivina. Ambia oya toka huko njoo town. Mimi nilikuwa Zambia. Kitwe huko. Kwa Karamba. Na Kiwasha huko. Nikaamua kuacha kila kitu nikarudi Dar. Disemba nimepanga nyumba kuanza harakati za betting. Na ilikuwa noma babu. Mimi ni mtu ambaye napenda kuinvest sana kwenye socials. Kuna clip nimekuwekea mwishoni kabisa mwa hii clip, utaiangalia alafu utajua ninapoongelea movement za mtandaoni, ziko documented mtandaoni hasa zangu na maanisha nini. Nimeinvest kwa Taivina for more than 4 years, 3 years kwa sasa. Ni mtu ambaye I saw his mind, tunaweza kuendana. Yani ni mtu ambaye naamini kwenye uwezo wake na yeye anaamini kupitia mimi. So he's a guy ambaye tunaongea lugha moja. Na ndio maana Taivina nilipotekwa alichanganyikiwa. Alipambana. Ex huko wanafahamu, taarifa wanazo. Polisi wenyewe wanajua ukimgusa wewe unajua umegusa nini. He's the guy. Sasa leo Taivina mnamuona anaishi kwenye nyumba ambayo ana studio yake, ana matablets, screens, PCs zimejaa kila kona kwenye meza. Ila niga alishaanza kukaa kwenye kochi huko nyuma. Alibandika sticker sebleni, zile sticker za kuonesha kwamba naye ni mtu wa kamari. Na tukawa tuna kipindi chetu kinapanda YouTube huko. Watu wa X wanafahamu. Washa support sana wanetu huko. Viewers 5,000 elfu ngapi sio kesi. Tuko napata tu. Kwa hiyo when it comes to social media, kwa sasa ndio unaweza katuona ukaona kama tunaenda na trend na nini. Yo man. Tupo. Si tupo. Tushafanya investment nyingi sana kwenye social media. Kwa hiyo hiki kilichofanyika leo kishagharimu maisha yangu miaka mitatu nyuma. Leo naishi maisha ambayo nilitamani kuyaishi, baadaye wauni wakaniwahi wakataka kukatisha ndoto yangu. Kwa hiyo I'm praising Lord kwa nafasi nyingine. Kuna gimbo, ukiangalia ile video ya ambayo nimeposti, kuna gimbo, ile gimbo kile kifimbo cheupe kile. Mimi kile nimekinunua China 2024 Januari. Kile kifimbo sikuona watu ambao walikuwa nacho mjini, lakini mimi nikinunua niliingia gharama kama 400,000 hivi, 600,000 almost. Kwa content creator walikuwa wachache sana ambao walikuwa wanatumia kile. Mimi nilikiagiza na integrity yangu ilikuwa nianze kufanya content kali. Na nishafanya content moja. Nilitembelea watu wa makumbusho wanafahamu. Kuna jengo moja la Meridian liko pale. Mimi nishawahi kwenda kuhoji watu pale. Tukaandaa mkeka then ikaenda ile clip. Nilikuwa na post TikTok. So zote hizo zipo documented. Internet never forgets. Zipo. So wanangu, when it comes to spotlight leo naonekana kile anachofanya kinaanza kuonekana cha kipya. Wewe unahisi ni kigeni, sijawahi kufanya. Man, I've been doing this. Yani nimefanya. And I know how games work. Mwanangu Taivina amekuepo since day one na nisha support sana. Yeye asha support sana na ameinvest kwangu long time. He's my guy.
So sometimes ukiona namuongelea hata hivi na mara 5 mara 10 kwa wiki, just let me do so because ni mchizi ambaye more than a brother. Tunakosa ndugu ambao wadamu wanaweza kuishi kama Taivina na mimi, lakini ni mshikaji ambaye tunachekiana kama mtu umebandika maziwa au umebandika maharage baada nusu saa. Yaani hakuna story mpya, mnachekiana tu. Ni mshikaji ambaye ni hivyo. So wanangu, this is my new studio. Ni studio ambayo once ilikosti maisha yangu, so I'm living my life ambayo huenda nisingeyaishi kabisa sababu Mafuele hakutaka. But God is good. I'm in my studio enjoying life and creating content for you guys. Kama nitakosea nitakuwa nimewakwaza, mnisamee. Hiyo clip ya mwisho inaonyesha harakati zangu ambazo nimezifanya kwenye social media. So that's it wanangu, nilikuwa nataka niweke sawa hiyo. Mimi sijafanya for fluke. This is what I dreamed for. Naishi ndoto yangu, au sio? Yeah man. Sikia. Mchongo mwingine si hapa. Betting Brain YouTube channel ipo tayari, ipo hewani. Tunaanza kufuata huko mtu yote naye beti. Wewe kama una beti basi tumefungua YouTube channel yetu ya Betting Brain. Tupo mle ndani tunajimwaga yale ma interviews, zile spaces unataka umsikie mchambuzi gani wa mikeka ambaye unamkubali. Kampuni zote huko atubagui. Uchambuzi wa mikeka, si unajua weekend ndio inaenda kuanza. Watu wote chukua wewe, sambaza linki hapo chini ya kwenye YouTube, mpe mwana asogea, mwambie mwana tunaondoka. Betting Brain is for. Mwambie mwana, amwambie mwana, mwite mwanao, tunaondoka wote tunaenda YouTube channel ya Betting Brain. Huko utakutana na wana ambao walishabuma mikeka mamilioni. Kuna wasanii kibao nchini wanabeti lakini hawataki kujulikana. Sasa huko tunaenda kumaliza kila kitu, mzizi wa fitina, mambo yote hadharani. Eneo ni moja tu mwanangu. Betting Brain is for us forever and forever.